Haya mambo ni muhimu sana kwa kila mtu ambaye anakwenda kuhiji. Ukiyakosa haya, hija yako itakuwa haikukubaliwa. Itabidi ufanye mchakato wa kwenda tena mwakani kuhiji tena. Na jambo hili ni gharama. Sasa hivi watu wanatoa karibu dola 6,300 kwa ajili ya kuhiji. Ni zaidi ya milioni 15. Kwa hiyo unapaswa uchunge vizuri, uhakikishe kwamba mambo yako yote yanakuwa sawa. Jambo la kwanza ambalo ni katika haya mambo 10, matano tutayagawa 5 kwa 5. Matano ni ya lazima. Matano ni ya lazima, au tunaweza tukaita ni nguzo. Lazima ufanye 1, 2, 3 mpaka 5 ili hija yake ikamili. Na ukikosa moja katika haya, ina maana hija yako yote imeharibika. Kwa sababu maana ya nguzo ni vitu ambavyo vinashikilia lile jambo. Kwa hiyo ibada yote ya hija imeshikiliwa na haya mambo 5. Na hakuna penalty au hakuna kitu chochote kinachoweza kutengeneza kama haya 5 moja wapo umeliharibu. Hakuna. Solution ni kurudia tena mwakani. Utakuwa umeharibu hija yako. Sasa hivi ni vitu vya msingi sana kuwa nao. Ya kwanza, nia. Hii ndio nguzo ya kwanza katika mambo ya hija. Hakikisha unatia nia, ambayo hii wanaita al-ihram. Al-ihram yani kuhirimia. Ukisikia tunahirimia, maana yake tunatia nia. Na hii kuhirimia tunaifanya tunapokuwa tumeshafika katika ile mipaka inayoitwa miqat. Na hii mara nyingi itakuwa kwenye ndege. Wakati tushapaa, tumekaribia katika vile vituo ambavyo tumeelezwa vinaitwa miqat, pilot wetu atatuambia nusu saa ijayo ndege itafika katika miqat. Kwa hiyo mahujaji wote natakiwa mutie nia, kwa maana kwamba sasa ibada ya hija inaanza pale. Na nia yenyewe unaweza tu ukasema labbaik Allahumma bilhajj. Huku unasema kwa ulimi na ndani ya moyo unanuia kwamba sasa naanza ibada ya hija. Labbaik Allahumma bilhajji. Pengine umeenda katika semina nyingine, magroup mengine yanaanza kwenda Madina kwanza. Wale watatoka Madina waje zao Maka, ndipo watakapoanza kunuia. Na wale hawatonuia kama wewe. Sisi tutanuia katika ndege, wale watanuia katika Masjid Aisha. Lakini sasa hii labbaik Allahumma bilhajj hatutoitamka sisi, kwa sababu hii inatamkwa na watu ambao wametia nia ya hija ya ifrad au qiran. Hija ziko 3. Kuna tamattu, kuna ifrad, kuna qiran. Sisi tunahiji tamattu. Kwa hiyo tamattu maana yake ni kwamba hatutosema labbaik Allahumma bilhajj, tutasema labbaik Allahumma bilumrah. Hapo mnisikilize vizuri kwa sababu aina yetu ya kuhiji sisi ni hija ya tamattu'i. Kwa maana hiyo tukifika Maka sisi hatuhiji kwanza, tunafanya umrah. Kwa hiyo maadamu tunafanya umrah, nia yetu ya ibada hapa itakuwa kutia nia ya kufanya umrah. Kwa hiyo kwenye ndege tutasemaje? Labbaik Allahumma bil umrah. Hiyo ndio nia sasa inaanzia pale. Kwa sababu sampuli ya ibada ambayo tunahiji, tunaanza umrah mwezi 8 ndo tunaanza ibada ya hija. Kwa hiyo ile nia ya nguzo ya kwanza ya hija sisi tutafanya mwezi 8. Kwanza huku tukiwa safarini tunafanya nia ya ibada ya umrah, ambayo maneno yake ni kusema labbaik Allahumma
bil umra. Unaweza ukasema hivyo, au unaweza ukasema labbaika umratan, au unaweza ukasema kwa lugha yoyote na nuia kwa ajili ya kufanya ibada ya umra. Mwenyezi Mungu Subhanahu na unaweza, sababu nia iko moyoni, lakini inatranslatiwa na kukumbushwa moyo na mdomo na ulimi. Kwa hiyo sema labbaik Allahumma bil umra, tayari. Hii ni nguzo katika nguzo za umra, nayo sababu ni nia, maana yake tunaanza kufanya umra. Sasa mimi sitaki kuielezea umra kwa sababu umra ni nyepesi, nataka nielezee hija. Kwa hiyo haya matendo ya lazima ni nia, ambayo hii tutaifanya mwezi 8 tutakapokuwa tumemaliza umra zetu, tuko nyumbani, yani mahotelini kwetu. Sasa mwezi 8 umefika, pale pale kwenye hoteli yetu sasa itaanza ibada ya hija. Hii nguzo ya kwanza, tutakapokuwa tumeshakoga, tumejitayarisha, uko hotelini kwako, ukishuka tu pale kabla kupanda basi kwenda Mina, sema labbaik Allahumma bil hajj. Tayari nguzo ya kwanza hiyo ya hija. Hii ni muhimu, usikose. Na hapo mwanamume umeshavaa nguo zako mbili zile ambazo ni mashuka mawili, wanawake wao nguo zao za kawaida tu. Hiyo ya kwanza. Ya pili katika nguzo za hija ni kusimama katika viwanja vya Arafa. Wenyewe wanaita alwuqufu bi Arafa. Kumbuka tumesema hizi la tasihu au la yasihu alhajj illa bihi. Hizi vitu hija haitoswihi, lazima uyalete haya mambo matano ninayoyazungumza. Katika baadhi ya madhhab utakuta ni 4. Mimi nimeyataja 5 makusudi kwa sababu sisi ni watu wa East Africa, tunatumia madhhab ya al-Imam Shafi'i. Sasa wengine watakwambia ni 4, lakini zote kwa zote utazikuta tumezitaja. Kwa hiyo wewe hifadhi zote tu. Hakikisha kule ulikoambiwa ni 4 utazileta, wale watakao kuambia ni 5 katika ikhtilafu ya kuzipambanua zile nguzo. Ya pili alwuquf bi Arafa, kusimama Arafat. Hii ni nguzo kubwa sana katika nguzo za hija. Nayo hii itakuwa ni mwezi 9. Mwezi 9 kule tunapokwenda. Kwa nguzo ya kwanza ilikuwa nia, nguzo ya pili ni kusimama Arafa. Hakikisha hukoswi na hizi vitu ambavyo tunavizungumza. Ukikosa hii mzee Duchi, umemaliza hija yako, hakuna. Itabidi tukuchukue tena mwakani na hela huna sasa. Kwa hiyo jitahidi sana. Nguzo ya tatu tawaful ifadha. Tawaful ifadha, yani kuna tawaf ambayo tukifika Maka tutaifanya hiyo. Hii tawafu hii inaitwa tawafu ya umra. Ile umra yetu ambayo tumenuia labbaik Allahumma bil umra, ukifika Maka miongoni mwa nguzo zake ni kutufu al-Kaaba na kwenda sa'i baina Safa na Marwa. Sasa tawafu hiyo sio nguzo katika nguzo za hija, ni nguzo katika nguzo za umra. Sawa? Kwa hiyo nayoizungumzia hapa tawaful ifadha ni baada ya watu kutoka Arafa kuja Muzdalifa kulala, kurembea mawe, alafu wakifika zao Mina wanapiga shetani kama wanavyoita, kisha wanaenda zao kufanya tawafu. Hii tawafu hii ndo tawafu ya nguzo, tawaful ifadha. Na mara nyingi sisi huwa tunaiakhirisha, yani tunaichelewesha. Vipi? Tukifika zetu Mina, tukirembea mawe na kuchinja kichinjwa, tunarudi kwenye mahema yetu. Hatuendi kufanya tawafu kwa sababu tunakuwa tuna akina mama, inabidi tupumzike kwa sababu ile michaka ya kutembea sio mchezo. Kwa sababu pale Mina tunatakiwa kwa muda wa siku 3 tukae pale. Kwa hiyo hatuendi Maka sisi kwenye kufanya tawafu, tunakaa pale siku ya 10 ambayo ndio siku ya hija ya Idi, 11, 12, 13. Lakini mara nyingi tunakaa siku 12 tunaondoka. Kwa hiyo ile siku ya kuondoka ile kurudi zetu Maka, huwa haturudi tena Mina, tumeshamaliza ibada za Mina, ndo tunakwenda Maka, na hii tawafu ifadha ndo tunakwenda kuifanya tukirudi. Kwa hiyo kwa siku ile
tunakuwa tuna watu aina mbili. Kuna watu wanaenda kwa miguu kutoka Mina mpaka Maka ni kama kilomita 5 mpaka 6. Kwa mara nyingi mimi huwa naenda na miguu na kundi la watu ambao wanaweza kwenda na miguu, na wengine tunakwenda na gari. Wote kwa wote, lakini tutakuwa tumeshakuwa wazoefu na bado ibada zote hizi tutakuwa tunazifanya kwa pamoja. Kila pahali tunapokwenda tunakwenda kundi. Mengine tena mkishakuwa mnajua wenyewe lakini lazima mnafuatana na kiongozi. Kwa hiyo tutafanya tawaful ifadha baada ya kurudi Mina kwa kulala zile siku 3 au 2. Hiyo nguzo nyingine hiyo ambayo inaitwa tawaful ifadha. Inaitwa tawaful ifadha. Ifadha maana yake ni kutiririka kutoka Arafat kuja Muzdalifa na Mina, ndio ifadha. Qur'ani imetaja sasa, idha afadtum min arafatin fadhkurullaha inda al-mash'ari al-haram. Imetaja hivyo, yani mkianza kutoka mkamiminika mkaja zenu kutoka Arafa mkenda mash'ari al-haram, mtajeni Allah. Kwa hiyo hii imeitwa tawaful ifadha kwa sababu inafanywa baada ya watu kutoka Arafa. Lakini ukiingia katika vitabu vya fiqh inaitwa tawafur rukn, tawafu ya nguzo, unaweza ukaisikia jina hilo. Inaitwa tawafu ziara, pia unaweza ukaisikia hii. Inaitwa tawafu al-faridha. Tawafu hii moja, hayo ni majina yake yote. Kwa hiyo ukisikia bwana mimi naenda kutufu ziara, maana yake huyo anaenda kutufu tawafu ya nguzo. Ukisikia mtu anasema mimi naenda kutufu ifadha, ndio ile ile. Mimi naenda kutufu tawafu rukni, ndio ile ile. Kwa hiyo majina yake yote hiyo. Tawafu al-ifadha, tawafu ar-rukn, tawafu al-faridha, tawafu ziyara, tawafu hiyo hiyo. Tawafu al-qudum, kuna tawafu al-qudum. Tawafu al-qudum sisi haituhusu. Mwenye kufanya hija ya ifrad na mwenye kufanya hija ya qiran ndio wana tawafu al-qudum. Sisi ile tawafu tulioita tawafu ya umra kwa wao ndio inaitwa tawafu al-qudum. Tusizungumze ya watu wengine, sisi tu strike katika haya ya kwetu. Kwa hiyo tumeshatekeleza nguzo ngapi hapo mpaka sasa hivi? Ya kwanza tumesema ihram, nia. Ya pili tumesema wukuf bi'arafa. Ya tatu tumefanya tawaful ifadha. Ya 4 as-sa'yu baina as-safa wal marwa. Ya 4 ni kusai baina ya Safa na Marwa. Hiyo nayo ni lazima uifanye. Hiyo inakuja baada ya ile tawafu tu, tawaful faridha. Ukimaliza tawaful faridha nenda zako Safa na Marwa, unakwenda mara 7. Na tawaf inahesabiwa moja, unaanzia Safa mpaka Marwa. Ukifika Marwa hiyo ishahesabiwa kwamba ni moja. Ukirudi kutoka Marwa kwenda Safa inahesabiwa 2. Hivyo hivyo 3, 4, 5, 6. Hii muwe makini kwa sababu watu wengine wanachanganya hapa. Wanaanza Safa, Marwa, Safa wanasema moja. Kwa hiyo uwe makini, utazipiga 10 na kama ukishoka hapo mzee Luchi itabidi tukulaze. Kwa sababu ni kipande sio kidogo. Kutoka Safa na Marwa. Usitishike. Kuna wazee kuliko wewe wanafanya hiyo. Sasa ni pahala padogo, lakini sasa kuzunguka mara 7 au 14 uzipige double itakuwa mchezo mkubwa huo. Mambo makubwa. Kwa hiyo hii ni sa'i baina Safa wal Marwa, nayo ni nguzo. Sawa, hapo hivi zimebaki nguzo ngapi? Katika nguzo tulizowatajia. Hapo kama wale 4 wamemaliza nguzo za hija. Sisi tunaongeza alhalqu, kunyoa au taksir au kupunguza. Ndio maana nikawaambia wengine wanasema ni 4, wengine 5. Lakini yote watayafanya. Wao wameiita ni wajib, sio nguzo. Sisi huku tumeiita nguzo. Ndio lazima, lakini wataifanya. Sawa? Sasa wakiita wajib, hukumu yake inakuwa tofauti na nguzo katika kuiacha kuitekeleza. Kwa hiyo haya mambo 5 haya. Ya kwanza nia,
ya pili kutufu tawafu al-ifadha, ya tatu kukaa Arafa, ya nne kusai baina Safa wal Marwa, na ya tano kunyoa. Haya mambo yakae akilini kwako vizuri. Mara nyingine ujue kwamba mimi kama haji, kiongozi wangu aliniambia nguzo ni 5. Je, nimeshazifanya zote? Ukizifanya zote, ahlan wa sahlan, hija yako imekamilika. Kama umekosea moja miongoni mwa, hija yako imeharibika. Sawa? Haya, tunarudi sasa katika matendo mengine 5. Haya pia ni ya wajibu, ni ya lazima, lakini ulazima wake ni tofauti kidogo na haya mengine niliyoyataja. Haya mengine ulazima wake usipolifanya itaharibu hija yako. Lakini haya ninayoyataja sasa, usipolifanya hija yako itakamilika kwa kupigwa penalty moja ya kumwaga labda damu. Unaweza ukatengeza ulipoharibu kwa kuchinja. Na kuna mambo mengine, lakini sisi sana tunahitaji jambo la kuchinja kwa sababu ndo rahisi ukifika kule. Sawa. Kwa haya 5 mengine sasa. La kwanza, al-ihramu min al-miqat. Ile nia yako ile utaitia ukiwa katika miqat. Hii ni wajibu. So tumesema nguzo ni nia. Hiyo ni nguzo. Lakini wajibu ile nia yenyewe itatiwa wapi? Yani pahala gani ukifika miqat? Hiyo sasa ni wajibu. Sawa? Ukishindwa kutia nia, hija itaharibika. Lakini umefika miqat, nia yako hukuitia pale katika miqat, na pia utapigwa adhabu. Inabidi utachinja kwa sababu hii nia umeweka pahala sipo. Umeshafika Maka ndo unasema labbaik Allahumma bil umra, umekosea. Ulitakiwa katika kituo kule, kwa sababu ni wajib nia uitie ukiwa katika kituo. Kwa hiyo ni wajib min wajibatil hajj. Wewe ukiwa haukutia nia katika kituo, hija yako itasihi, lakini itabidi uiunganishe kwa kutoa fidia, kwa kuchinja. Mmenielewa vizuri hapo? Kwa hiyo hilo ni wajibu la kwanza ambalo usipolifanya pahala pake husika, fidia yake au kafara yake ni kufanya vitu hivi. Ya pili katika wajibat al-hajj, ile kukaa kwenda Mina, kukaa zile siku za ayamu tashriq, ile siku ya 10, 11, 12, 13, hizi pia ni katika wajibati al-hajj. Usipolala pale kwa siku zile, itabidi utachinja. Kwa hiyo nahakikisha zile siku zote zile unalala Mina. Sasa watu wengine labda wanaweza wakafika pale siku ya kurembea, ile siku ya 10 wakapiga mawe, alafu wakaenda zao kulala Maka hotelini. Haitakiwi. Hija yako itakubalika, lakini utapigwa penalty. Wewe bwana hukulala Mina, na hapa ni wajib kulala, kwa hiyo utachinja. Lakini pia katika wajibatil haji ni kulala Muzdalifa. Tunapotoka zetu Arafa, ile mwezi 9, jua lishazama, tukifika Mash'ar al-Haram Muzdalifa, tutasali sala ya magharibi pamoja na sala ya isha, jamu ta'khir, alafu tutalala pale. Kwa hiyo kulala pale Muzdalifa ni wajibu. Sawa? Tunalala mpaka alfajiri, tunasali pale pale, alafu tunaondoka. Wajibu wangapi huu? Wa kwanza tumetiania katika miqat, wa kwanza huu. Wa pili tumesema kulala Mina zile siku, au tuanze na hii ya pili, tuanze na hii ya kulala Muzdalifa. Ya tatu kulala Mina zile siku 3 za tashriq, yani siku zile za takbira ya Idi. Huku nyumbani huwa siku zote zile kunapigwa takbira. Kuanzia mwezi 10 mfungo 3 siku ya Idi, 11, 12, 13. Huku huwa siku zote zile utasikia takbira zinapigwa. Zile siku sisi huwa tuko Mina, tunalala pale. Tunaweza tukalala siku 3 au siku 2.
kwa sababu Qur'ani inasema faman ta'ajjala fi yawmayn fala ithma alayhi wa man ta'akhkhara fala ithma alayhi liman ittaqa. Kwa hiyo unaweza ukakaa 2 au unaweza ukakaa siku 3. Sawa? Haya, wajibu mwingine katika wale ambao wamesema kunyoa au kupunguza ni wajib nao, ile wameitia katika wajibati alhajj. Sawa? Lakini hebu tuzipange kwa mtiririko. Ile kupiga jamratul aqaba, kwa hiyo tuiweke namba 4 kama tutakwenda kwa mtiririko. Kwanza ni kutiania katika miqat, pili ni kulala Muzdalifa, 3 ni kulala Mina siku za tashriq, 4 ni kupiga jiwe jamratul aqaba. Sawa? Kwa madhhabu ambayo mimi mnapenda ni wape watu mtiririko wake, nimebaki jambo moja tu ambalo ni tawaful wida, ile tawafu ya kuaga. Kwa hiyo wajib na nguzo zote ni 5. Kwa wenzetu nguzo kule ni 4, na wajib inaweza ikafika mpaka 7 kwa wao, kwa sababu wanaongeza baadhi ya vitu fulani fulani. Ni muhimu mvijue hivi. Kwa hiyo kuna kule sisi ambao ni mutamatti tunachinja, wajibu wetu na sisi vile kuchinja. Yule ambaye anaenda hija ya ifrad hachinji yule, lakini qari na mutamatti anachinja. Sasa sisi kuchinja huwa tunalipia kwenye kampuni, kwa sababu siku hizi aendi kila mmoja anaenda na mbuzi wake na kondoo wake, akifika pale kisu nini, ingekuwa tabu sana. Zamani Mtume usiulisikia alichinja ngamia 63 mwenyewe kwa mkono wake, anawachinja mpaka akaja Saidina Ali akamsaidia wale, yani alichinja ngamia 100. Mtume alichinja ngamia 163, alafu waliobaki akamaliza Ali ibn Abi Talib. Sasa kwa siku ile pale Mina huwa ni siku ya kuchinja, lakini hutamuona hata mtu mmoja akakamata kisu anachinja, kwa sababu kuna mashirika hauoni. Pia kuna sehemu mbali huko mpaka uende kichinjioni ndio utaenda kuona. Sasa siku zile sisi huwa tunashughulika, tuna mambo ya ibada. Listi yetu ile tunalipa katika shirika zile za kuchinjiwa, wanatuchinjia, tunakuwa na communication nao, tunajua kwamba tayari kuchinja umeshachinjiwa. Kwa sababu ukishachinja, ukisharembea mawe, ukishanyoa, yale maguo ya hija unaruhusiwa sasa kuyavua. Yale rida na izar unaruhusiwa kuyavua. Kwa hiyo ni muhimu kujua sasa hivi wakati gani nimetahallal, wanaita kutahallal. Sawa? Haya, wajibati alhajj nyinginezo ambazo zimetajwa zilizozidi hizi ambazo tumezitaja sisi ni kukaa Arafa mpaka jua kuzama. Sisi kule tumesema kukaa Arafa ni nguzo, au kusimama Arafa ni nguzo. Yani hii utaipata kwa baada ya jua kuchomoza mpaka ule wakati wa dhuha. Sasa ili upate wajibu wake ukae mpaka jua lizame, kwa sababu ukishakaa tu, ukishapita tu pale Arafa ukaanza kuhang huku na huku, watu watakwambia tayari umeshaipata Arafa. Kwa hiyo unaweza ukachomoka ukaenda zako, Arafa umepata. Sasa kukaa kuanzia asubuhi au wakati wa jua kuchomoza mpaka jua kuzama wameitia katika wajib. Hapo kuna vitu viwili, kuna Arafa ya nguzo na kuna Arafa ya wajib. Ni nguzo kupatikana pale Arafa kwenyewe, lakini ni wajib mpaka kukaa mpaka ghurub, jua linaanza kuzama ndo ukaondoka. Hiyo ni wajib. Ndio maana huwa mara nyingi kule baada al-asri ndo wakati wa dua ile, alafu jua linaenda, unaweza kuondoka sasa wakati jua linazama, hakuna mushkil katika hiyo. Kwa hiyo hapo wameongeza baadhi ya hivyo vitu. Haya ni mambo 10 takriban katika ya lazima na katika ya wajibu. Haya ya kwanza tuliyoyataja ni muhimu, usiache hata moja, kwa sababu hakuna kitakachofidia kiacha moja. Haya mengine tuliyoyataja sasa hivi unaweza
Kama umekosa moja kulifanya, unaweza ukafidia kwa penalty ya kafara au fidia ya kuchinja mchinjwa au vitu vingine mtakavyokuwa mnaelezwa. Sasa kuna mtu yoyote ana swali hajafahamu katika haya matano ya kwanza na matano ya pili tuliyoyazungumza? Sisi wageni, lakini tuko kwenye ndege bado nusu saa kama sikukosea nilivyofahamu. Itafika pahali tunuia. Na watu wanapoambiwa kumuia, ina maana yale maguo shavaa, sisi tena tutavaa ndani ya ndege wakati huo? Sawa, swali zuri sana. Maguo sisi unaweza ukavaa kutokea hapa ukipenda hapa Unguja, lakini pia kwa sababu tutapita transit Dubai, pale ndo tutaanza kuvaa nguo zetu. Tutapata nafasi, vyoo vipo, sehemu za msikiti za kuswali kwenye airport zipo, mara nyingi watu tunatumia. Kwa hiyo unapanda wakati wa kuelekea Jeddah na nguo zako za ihram, lakini ukizivalia kutokea nyumbani sio vibaya. Labda Sheikh, ni swali nzuri wake. Kwa vile sisi tunaondoka kama timu. Ndio. Tunazetu kutoka Dar es Salaam na ndio viongozi wetu. Sawa. Mwongozo wenu unahitajika kwamba mahujaji kwa kupitia grupia Raudha wavae mavazi yao kabisa au tutavaa sawa. Kwa vile tunaondoka kama timu, ni decision ya kila mmoja anavyojisikia. Vizuri. Sasa mimi nitapenda tuvalie nguo tukiwa Dubai, lakini kule pia nitawashauri wenzetu wafanye hivyo. Lakini pia hilo ni muhimu umelitaja, kwa sababu wakati wa kusafiri, kwanza kesho nitawaletea zile ihram zenu. Wakati wa kusafiri zile ihram iwe kwenye hand luggage, kwa sababu ukitia kwenye utaipata Jeddah. Sasa ile ihram ile uwe na mabegi, kuna begi lako kubwa lile la kuingiza chini kwenye ndege, usitie ihram kule, ikamate mkononi au itie kwenye kibegi chako kidogo, kwa sababu ile wakati wote utakuwa nayo. Kwa hiyo tukiwa zetu Dubai, kama ni kuvalia kule utakuwa uko nayo, lakini kama umeitia kwenye begi kubwa, hata Dubai huioni, utakwenda kuipatia Jeddah, kwa sababu ndo last destination yetu. Hicho ni kitu muhimu sana, umetaja kitu ushahidi. Labda tunategemea kusafiri na watu wa umri tofauti, usimamizi tofauti. Ndio. Basi wavalie nyumbani, kwa sababu unaweza mtu akasahau akaiweka kwenye begi na baada ana check in akaikuta. Ndio hicho ni kitu muhimu sana. Hiyo risk anaweza akachukua. Na ishatokea mara nyingi sana, inatokea sana. Ihram yako iko wapi? Tushaikosa. Kwa hiyo mara nyingi watu tunachukua ihram za akiba, lakini saa nyingine zinakuwa zinaisha. Hicho ni kitu muhimu. Safari haya yanatokea kwa sababu tumeshakuwa wazoefu. Kwa hiyo tutalizungumza sisi na viongozi ili tutaona linakaaje inshallah. Naam. Fidia. Na ya kichinja bwana. Inakuwa ni mazidi katika mfuko wako au itabidi sasa, hilo ni kosa lako. Au utalipiaje sasa? Utajuaje kama mimi nitafanya kosa? Kwa hiyo na kule kuanzia dola 100, 150 ndo kuchinja kwenye. Maana pia uende kanunua kondoo sokoni kasema nachinja. Kuna vibanda vile vya kurban zile, unaandikisha bwana kondoo mmoja, unatoa kama riali 350 ndo fidia yake. Sasa mfano mtu alikuwa ana mazidi tutaangalia kumpa option nyingine, kwa sababu kuna kufunga siku 3 pia, kuna kulisha maskini. Otherwise yani kama haneni tutatafuta njia ya kumsaidia. Muhimu uhakikishe haya huyafanyi kukwepa adhabu ambazo kwenye haya mavazi ya baada kuchania. Tabia mavazi haya huwa hayavuliwi mpaka ufike wakati wa
kutoka Ndio. kwa uhuru. Kwa hiyo vazi hili lazima liwe moja tu au ni vazi la aina moja? Kuna vazi hili liwe nalo linakuwasha na kuchoma, au unaweza kuwa na vazi hili ukawa unapea nyingine, sasa huwa unavaa nyingine lakini kwa staili ile. Si lazima liwe hilo. Unaweza hata ukawa na ihram zako kama 3 hivi za kubadilisha kabla hujatahalal. Kwa hiyo unaweza umesafiri nayo moja, ukifika Dubai ukaibadilisha, ukifika tena Maka pia unaweza ukaibadilisha, haina tatizo. Muhimu isiwe ina manukato, isinukie, isiwe ina vitu ambavyo vimekatazwa, zile mahdhurat tutakuja kuzitaja katika darasa yetu itakayokuja. Kwa hiyo unaweza ukaifua pia kama imechafuka, pengine unaweza ukaifua nguo yako ya ihram, uwezi kubakia na hiyo tu, hapana. Kwa hiyo sisi hapa tunapata moja hiyo ambayo sisi ni jukumu letu ni moja tu. Anaweza kanunua. Ukifika kule utanunua, zipo nyingi. Sisi tunayo moja na nafikiri akina mama pia kuna majuba yao tumewashonea. Vitu vyetu hivi kesho. Vyote inshallah tutavipata kesho kwa uwezo wa Allah. Swali lingine, Bi Amina anauliza swali. Si vizuri. Ni nje ya Maka. Liko kwetu. Hizi takbirati ambazo watu wanaita hapa ni mko kule. Hizi ni wajibu, na kama ni wajibu ni siku ngapi? Takbir zaidi zile ni siku 3 kama huku. Isipokuwa ile unazungumza talbia, labbaik Allah. Siku 3 tu. Siku ya Eid, siku ya 11, 12 na 13. Sisi tulioko huku watu pia labbaik Allah, ile labbaik Allahumma nini, Allahu akbar, Allahu akbar, Allah. Siku zile kama kule. Siku zote zile sisi huwa tuko Mina, na ndo siku za kuchinja. Unaweza ukachinja siku zile, unaweza ukachinja siku ya Eid, siku ya 11, 12, 13, zote zile ni siku za kuchinja. Kwa hiyo kama hukuchinja siku ya Eid, siku nyingine zinazofuata unaweza ukachinja kwa huku nyumbani. Nyingine kwenye nia. Nia kuna sehemu maalum. Lakini sisi ambao tunafanya tawatu tunapotia nia tunanuia umra. Lakini tunataka kunuia hija, hataki kurudana kwenye kituo. Aturudi tena. Kituo chetu sasa inakuwa kwenye hoteli pale. Kwa sababu ile kutia nia tukiwa katika ndege, katika nia yetu ya umra, ile imetubeba kwamba tunaweza tukaingia Maka, na tutakuwa sasa pale ni kama watu wa Maka, kwa sababu watu wa Maka hawaendi kwenye vituo. Wale ambao wakazi wale wa Maka ni wale tunatakiwa nao wahiji. Sasa je, wanasema tunaenda kwenye kituo gani? Unaona? Kwa hiyo na sisi tutakuwa kama tumekuwa watu wa Maka. Kwa hiyo pale katika nyumba zetu ndo tunatilia nia. Nyingine. Umra ni sunna. Je, mimi baada ya kufanya umra kwangu ninaweza kutia nia ya umra kumfanyia mzazi wangu? Bila shaka. Na je, nia ni pale tu au lazima nayo nia yake iwe na, sababu unasema nia kuna mikati, kuna maeneo. Sasa mimi nimeshatia nia kule, wakati nuia nimetia nia kwa ajili yangu. Sasa nataka kumfanyia umra mzazi wangu ambaye kashafariki. Ndio. Sasa je, nayo hiyo nia pale tunaweza au lazima ni kuna sehemu kule inaitwa Tanaim, kataja Bi Amina, inaitwa Masjid Aisha. Pale kulitokea kisa wakati Mtume yuko Maka, Bibi Aisha alikuja akapata yale mambo ya kiki, hakuweza kufanya tawaf katika mambo hiyo umra, yani yote ile. Sasa wenzake wakafanya. Baada ya kumalizika hija akanasikitika, sema Rasulullah, wenzangu wamekuja wamepata umra na hija, mimi narudi nyumbani na hija tusijapata umra. Basi akamwambia kaka yake, nafikiri Abdurrahman, ndugu na Bibi Aisha, akamwambia mchukue mpeleke nje ya haram, sababu haram ina mipaka yake. Kwa hiyo mpeleke nje ya haram akatie nia, alafu atakuja kufanya umra. Kwa hiyo akampeleka yeye sehemu inaitwa Tanaim, ambayo leo ndo kuna msikiti unaitwa Masjid Aisha. Na hii kwa sababu hili jambo lililotokea linalokuwa related na Bibi Aisha. Pale pamejengwa msikiti. Sasa watu wote kama wako Maka
wanaweza katoka mpaka kule wakafanya nia ya umra, wakaja kufanya umra. Kwa hiyo unatoka utaenda kule na watu wote wanaenda kule, na yule pale ndo bingwa kufanya umra za nini za baadaye, utakuwa naye. Kanal umempigia? Kanal. Faida ya mahujaji wote. Kuna vitu ambavyo tunavizungumza. Sawa. Mfano kukata nywele. Sasa kwa wanaume I'm not sure kwamba kuna vinyozi kule au vipi. Kwa wanawake sisi pia sina uhakika. Lakini kwenye seminar ambayo nimepita, walitakiwa wachukue vifaa vya wenyewe. Ndio. Sasa kupitia taasisi yetu labda ningeomba mkatutumia message. Ndio. Vile vifaa ambavyo muhimu kuchukua sisi kama sisi. Ndio. Mfano ndio kama hivi vingazi kwa wanawake, ama kuna siku za kujisafisha. Kwa hiyo mkatupe ile listi, mchukue mkasi, mchukue na hiki, mchukue na hiki, ili tupate matayarisho. Very good. Tunafika kule tutasafari sasa. Very good. Haya, sasa umesema kitu muhimu, na mimi sikuzitaja kwa sababu mara nyingi tukisafiri na hivyo vitu mara nyingine vinakuwa vinachukuliwa airport nini, lakini tukiwa navyo tunaweza tukavitia kwenye mabegi makubwa kama hayo. Tutavi advise sisi huwa sana tunanunua kule kwa sababu tushafika, kwa sababu hivyo vitu kule vinauzwa kwa wingi kwa sababu ndio shughuli yenyewe pale. Lakini umesema jambo muhimu. Anajua anapoondoka yeye. Sahihi. Sahihi. Mimi nasema kila siku kwamba unajua utokako. Sijali kutoka na pocket money. Kwa sababu unajua huduma zote zipo. Kwa hiyo mwingine kwa binafsi tu. Sawa. Tutalizungumza hilo. Tutawaambia watu wachukue kabisa mikasi yao, wachukue vikata kucha, wachukue sisi wanaume vinyozi, kuna machine siku hizi zile za nini za kutumia battery pia tunazitumia. Alhasil ujiandae na hivyo vitu mapema. Ni muhimu. Nimekumbusha jambo kubwa sana. Alafu nyingine. Ambalo tuko nje ya mada ama hata kikiwa nje ya mada lizungumze tu. Tunasema kwamba sadaka. Kwa ajili ya kutoa sadaka. Ni vizuri sadaka zetu tukuondoka nazo. Ama tutakuta vile. Sadaka kama nini? Maana sadaka nafaka. Tunaondoka nazo hapa ama tutakuta kule. Sio kuondoka nazo inaweza zikaleta mushkil kidogo. Sababu tunaweza tukafika pahali zikawa hawazitaki kwa sababu haturuhusiwi kupeleka vyakula kule nini vitu kama hivyo. Ni vizuri tukavikuta kule tukanunua tukatoa sadaka. Muhimu tu sasa hivi mjiandae kisaikolojia. Mambo muhimu kama haya mwenayo, kwamba mtu sasa hivi akikwambia haya, hebu hiji ni kuone, unaweza ukahiji kabla hata hujafika kule. Labbaik Allahumma bil umra, unaenda zako kufanya tawaf, unaanza kufanya sa'i, yote hayo unaiona kwenye akili yako. Niko Safa, niko Marwa, niko Muzdalifa, niko Arafa, ayamu tashriq zile. Na inshallah mengine kesho tutakuja tutafinalize kabisa na vitu vyenu kama vimeshawasili, tuwagaie kabisa, kila mtu akae na kitu chake. Kwa hiyo leo tusipoteze wakati, inshallah jiandaeni kesho mapema, ili kesho tukifika tuje hapa mapema kama saa 4 tuwe tushafika. Maana tunataka mpaka saa 5 tumalize au saa 5:30. Sheikh, na mwisho. Naam. Katika zako ambazo ulitoa kwenye group kule maalum. No, all in all biamina hivyo vitu daktari ameviibua tu, lakini vinakuepo kwenye taasisi kwa sababu unaona hivyo hizo package zenu tunazozitaja hizo, kuna vitambulisho vyenu, unaona. Saa nyingine pia mnaweza kubahatika ukapata mswaki wa mti ule, kuna kuwa na mashini labda siku nyingine, sijui mwaka huu kama zitapatikana kwa sababu hizo zote tunakupa, na sabuni ya chokaa na kwa tunakupa kipande chako cha sabuni. Kitu kama hicho yake full package ikawepo ili kuondoa huu utata. Tunakupa zote hizo tunatoa.
hizo zote inshallah tutazinote na tutazichukua, tutazifanyia kazi inshallah, yote yatakuwa sawa. Na inshallah kesho Sheikh Shauri uje mapema kesho. Leo tunajua we ni ustadhi na mambo mengi ya kusomesha nini. Kesho si kama saa 4 hivi. Karibu. Basi hamna tabu. Basi inshallah kesho. Basi vizuri. Mimi nahisi inshallah maswali mengine muyaweke kesho, mtauliza, na hivyo vitu ambavyo mmevishauri vile vile tutavitia kwenye group, na tutakuwa kama yapo yaliyofanyika mtayaona, kama hakuna tunaweza tukaya advise yatafanyika kabla ya safari. Shukran. Inshallah Mwenyezi Mungu awabariki. Adil, kuna nini kitu? Maswali. Naam. Watu wanapokwenda kuhiji wanahitajiwa wote wawe wamechanja. Sisi sote alhamdulillah. Katika sisi hapa kuna mtu alikuwa hajachanja. Adili aliwapigia simu wote ambao wako hapa na wakaungana, mambo ya chanjo yamekwisha vizuri. Wewe umechanja? Wewe uliniambia umechanja kwenye group fulani. Haina matatizo.